Kuna watu duniani waliangalia giza, lakini giza halikuwahi kuwatawala. Kuna watu walikosa kusikia sauti, lakini sauti zao zilisikika dunia nzima. Leo tunakuletea simulizi ya msichana mmoja aliyepoteza kuona na kusikia akiwa bado mtoto mchanga, lakini akaiona dunia kwa macho ya moyo, akazungumza na dunia kwa lugha ya vitendo. Hii ni hadithi ya Helen Keller, hadithi ya mtu mwenye ulemavu aliyethibitisha kuwa ulemavu si mwisho wa ndoto. Helen Keller alizaliwa mwaka 1880 nchini Marekani. Alizaliwa akiwa mzima, mwenye afya njema, akiwa na matumaini yote ya maisha ya mbele yake, lakini alipofikisha umri wa mwaka 1.5, ugonjwa mkali ulimshambulia. Baada ya kupona, alibaki bila kuona na bila kusikia. Kwa mtoto mdogo, dunia iligeuka kuwa kimya, yaani giza lilionekana mbele yake. Hakukuwa na sauti, hakukuwa na mwanga, hakujua maneno, hakujua lugha, yaani hakujua kusoma wala kuandika. Alilia kwa hasira, alikasirika kwa dunia isiyomwelewa. Wengi wangeamua kumficha, wengine wangesema huyu hawezi chochote, lakini hatima ya Helen Keller haikuandikwa na hofu. Siku moja, mwanamke mmoja aliingia kwenye maisha ya Helen. Jina lake aliitwa Anne Sullivan, mwalimu, rafiki, mama wa pili. Anne hakumwona Helen kama mlemavu, alimwona Helen kama binadamu mwenye uwezo. Alianza kumfundisha kwa kugusa mkono, aliandika herufi kwa kiganja chake. Mwanzo Helen hakuelewa chochote, lakini siku moja Anne alimpeleka Helen karibu na bomba la maji. Maji yakamwagikia mkononi mwa Helen. Anne akaandika neno water kwenye mkono wake. Ghafla akili ya Helen ilifunguka. Alielewa kuwa kila kitu kina jina. Kuanzia siku hiyo, Helen Keller alianza kuona kwa akili na kusikia kwa maarifa. Helen Keller hakusoma kama wengine, alisoma kwa kugusa. Aliwasiliana kwa lugha ya alama, lakini changamoto hazikumzuia. Alienda shule, alienda chuo kikuu na akaweka historia. Helen Keller akawa mtu wa kwanza duniani mwenye ulemavu wa kuona na kusikia pata shahada ya kwanza, yaani bachelor degree. Hii halikuwa jambo dogo, lilikuwa ni tamko kwa dunia nzima. Ulemavu hauwezi kuua ndoto. Helen Keller hakutosheka na mafanikio yake binafsi. Aliamua kupigania wengine. Aliandika vitabu vingi, alihutubia mataifa, alipigania haki za watu wenye ulemavu, haki za wanawake, haki za wafanyakazi, usawa wa kijamii. Licha ya kutoona hadhira, sauti yake ilisikiwa. Licha ya kutokusikia makofi, athari yake ilihisiwa. Alitembelea nchi nyingi duniani, aliwahamasisha watu kusema ninaweza. Kwa wewe mwenye ulemavu, Helen Keller anakuambia usiogope giza, mwanga uko ndani yako. Kwa jamii, Helen Keller anatukumbusha ulemavu hauko kwa mtu, ulemavu uko kwenye fikra. Helen Keller aliishi miaka mingi, lakini urithi wake unaishi milele. Aliishi bila kuona, lakini akaifunua dunia. Aliishi bila kusikia, lakini akaizungumzia dunia. Leo ukiona changamoto mbele yako, kumbuka jina hili, Helen Keller, kwa sababu wakati mwingine watu waliodhaniwa dhaifu ndio hubadilisha dunia. Ni mimi Manga Nikodemu na mwandaji ni Gibson Ernest.